Bwana, Tanzania mambo vipi? Kama kaa, mimi naitwa Daboy Kamishna Zela Mishangazi. Katika misele yangu bwana, leo nimekutana na moja kati ya brothers. Huyu ni brother mnoma kabisa. Mimi binafsi huwa namkubali sana. Brother, mambo vipi? Mambo poa. Uko vizuri? Niko fresh alhamdulillah. Niko fresh kabisa. Niko fit. Mimi sikujuaga kama kwenye maisha ya kawaida wewe ni mpole sana. Mimi niko hivyo. Niko hivyo. Ni watu wangapi ambao wamewahi kukuambia kwamba wewe ni mpole? Watu wengi ambao wana siku ya kwanza wakikutana na mimi live wananiambia hivyo. Hata mtu hajaniona live lakini anakuwa na hata kwenye comment anasema wewe mpole. Oh yeah. Kwa majina ya kwenye cheti unafahamika kama nani? Awesu Ali Awesu. Awesu Ali Awesu. Yes. Ulishawahi kupewa AKA kwenye maisha yako? Zipo. Ndiko AKA gani? Zipo Captain Lucho. Mara nyingi ndo anatumiaga hii au Lucho. Okay. Yes. Kuna siku bana tulikuwa tunatoka Masaki mjini FM. Niko kwenye gari hivi na Sogidogi. Sogidogi anta mzee wa kibanda cha simu. Sasa wakati tuzetu misele maeneo ya Mikocheni, tukaona kuna jamaa pembeni yuko na baiskeli. Alafu anakula tizeni, yuko busy, unajua. Sasa Sogi aliona rasta nyuma. Aliona rasta akasema Awesu ule pale. Piga sana Awesu. Sasa wewe ulikuwa una concentrate na mazoezi au kumzingatia. Ukiona kuna ma legends wengi kwenye Bongo Flava, lakini kuna legend anaitwa Sogidogi. Wewe huo unamzungumziaje, na kwa tafsiri yako huo unaona kama ni mtu wa aina gani? Yani ukiniambia namzungumziaje, mimi naweza kumzungumzia ni mtu poa, kwa sababu sikuwahi kuonana naye hivi live tukakaa tukaongea, lakini ni mtu ambaye nilishawahi kuwa nasikiliza nyimbo zake sana mpaka leo. Okay. Yes. Kwa hiyo hata ninapomuona kwenye mitandao ya kijamii like zangu anazipata sana. Yes. Na ngoma gani ya Sogi ambayo unaikubali mbali na ile kibanda cha simu? Mimi kibanda cha simu ndio ilikuwa hiyo ndio ilikuwa wimbo wangu pendwa. Oh yeah. Yes, kibanda cha simu. Yeah. Nimeona sasa hivi haupo Tanzania. Uko 25 Flow kwa maana ya Kenya. Na mimi kwa kumbukumbu zangu najua umetoka KMC ukaenda Simba. Then baada hapo ndio tukaona uko Kenya. Kulikuwa na timu nyingi sana hapa Tanzania. Kwa nini uliamua kuondoka kabisa nje ya mipaka Tanzania? Kwamba hakukuwa na timu nyingine ambayo ingetamani saini yako? Zilikuwepo hapa Tanzania, lakini katika maisha yangu, achana na kimpira tu, yani katika maisha yangu nilitamani siku niende tu nikatembee Kenya. Yes, yani nilitamani tu nikatembee, yani hata nje ya kikazi nilitamani. Kwa hiyo siku mtu alinifuata kabla mimi kuwaza kwenda kucheza Kenya. Akanambia, ndugu yangu, kuna issue hapa, kuna timu fulani inataka sijui nini. Nikamwambia, sawa, hamna shida. Nikamwambia wakati nilitamani kuenda, acha pia niende nikafanye na kazi. Kwa hiyo nilipata hiyo nguvu kwa sababu nilishatamani kwenda Kenya. Yes. Ni kweli kwamba kuna sababu ambayo ilikutoa Simba? Kuna sababu ambayo iko ndani? Hamna sababu. Nilitaka tu time ya kucheza kwa sababu season iliyoisha ukiacha hii nilikuwa napata nafasi vizuri nacheza. Kwa hiyo ilivyokuja season hii ikawa kidogo nafasi yangu ya kucheza ilikuwa finyu. Kwa hiyo nilitamani kupata sehemu nikapate muda mwingi wa kucheza. Ndio maana nimetoka, lakini hakuna sababu. Kila sababu ambayo sababu zipo kwa sababu sehemu ya riski kama hizo unakutana na vitu vingi, lakini mimi sababu unakuwa sizieki sana mbele ya maisha yangu. Mimi mwenyewe ndo nakuwa nazikubali hizo sababu au nazikataa. Nikikubali sababu nimekubali mimi mwenyewe, nimekubali kufeli. Nisipokubali ndo kama hivyo, nachukua uamuzi ambao mimi naona uko sahihi na sogea mbele. Mimi ni mtu wa entertainment, lakini kwenye entertainment huwa navutiwa sana na lifestyle ya wachezaji mpira. Ni washikaji ambao wanajua yani vitu gani ambavyo mashabiki wanapenda. Kwenye mitandao kuna namna pia wanajiweka wao. Awesu ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye anapenda kuweka vitu vyake personal kwenye mitandao, au ni mtu ambaye ameamua tu kuwa low key? Mimi nimeamua kuwa low key tu. Kuna vitu vyangu vingi na kwa siviweke kwenye mitandao. So kuna vitu vingi sana. Kwa sababu
ukiweka kila kitu kwenye mitandao inakuwa mtu yani ana uwezo wa kukusema kila kitu ambacho anajisikia, lakini anaweza kusema kwa zile picha au kile kitu ambacho unachokiposti kwa muda ule, lakini ukiweka kabisa maisha yako hii inakuwa sio vina. Ukichunguza sana wachezaji 90% kwenye 100 wanakuwa hafanyi tofauti na wasanii. Akifanya kitu fulani lazima ukijue, akifanya kitu fulani lazima ukijue hivyo. Lakini mchezaji anaweza kujenga labda nyumba kubwa, lakini ukaja ukaona tu kwenye mitandao ya mtu mwingine kwa mtu fulani kafanya kajenga mwanangu ana nyumba, lakini sio yeye mwenyewe kuja pale akasema si kwa kama kuna story nimesikia bwana huyu Awisu ana bonge moja la gorofa liko hatua za mwishoni ni kukamilika. Amna, sio gorofa. Hiyo inabidi tuiache hiyo. Oh yeah. Ni kweli kwamba lifestyle ya Kenya na Tanzania kwenye upande wa ushabiki ni tofauti sana, na utofauti wake kwa namna ambavyo experience yako umeweza kuipata ni ipi? Utofauti wa Kenya, mimi nimependa Kenya. Unajua Kenya unakuwa uko huru sana, yani uko huru hivi. Kenya tofauti na kwetu. Unajua kwetu ukicheza hizi timu kubwa hizi, mtu akikuona kule tu anatamani kuja, yani apige picha na wewe afanye, lakini Kenya unashabikiwa ukiwa ndani ya uwanja. Ukishatoka hapo, yani wale kila mtu anakuwa na story zake nyingine. Yani watu ambao wanaweza kukufuata kupiga na wewe picha wanakuwa ni wachache kuliko huku kwetu. Huku kwetu mashallah, unajua Tanzania, ninachowapendea Tanzania, ukijitengenezea ka profile kidogo tu cha wewe kujulikana, wanakupa support, yani wanakupush. Watu wanaondoka na wewe. Yes, wanaondoka na wewe. Yani hicho ndo kikubwa ambacho yani mimi wa Tanzania kila siku nitawaombea kwa Mungu aendelee kwa hivyo hivyo. Yani uzingue usizingue. Kabla ya kuzingua itakuwa tayari washakufollow, washakufanya vitu vizuri vingi. Yes, ukizingua utazingua wewe mwenyewe. Watu wanasemaga mpira wa bongo una figisu nyingi sana. Wanazungumzia nini? Yaani figisu kwenye lengo gani? Kwa sababu kama mimi napenda tu mpira, napenda kuona watu wanacheza uwanjani. Maisha yaendelee. Figisu vipo, wachezaji wanakuwa wanalazimishwa kugawana hela, kugawana mshahara, hivi hivyo ndio vigisu ambavyo tunasema. Labda uwezo wa kufanya kitu fulani sehemu fulani yupo, lakini kuna mtu tu kwa sababu ana mtoto wa mjomba wake, sio shangazi yake, anataka aje pale, wewe anakufanyia vitu ambavyo havieleweki. Hivyo ndio vigisu ambavyo vipo. Yani au kuna timu nyingine ambazo pesa zinakuwa hazingii kwa wakati, lakini kuna mtu yupo hapo anakuwa anaanza kama ukuta, yani anaziba, alafu anafanyia vitu vyake, wachezaji huko wanalalamika, lakini yeye mambo yake yanaenda. Hivyo ndio vigisu ambavyo vipo, kwa sababu mpira hauendeshwi na mtu ambaye hana shurufu kidogo, hana pesa. Ukiona mpira unaendeshwa na mtu ambaye hana pesa, mambo kama hayo ndio yanakuwa yanatokea. Lakini ukimwona mtu hana shida na nia yako, kila kitu kinanyoka. Ukiwa Kenya, story kubwa kuhusiana na Simba na Yanga ni ipi? Inakuwa ni club maarufu na ipi inakuwa na mashabiki wengi kwa upande wa Kenya? Mimi naweza kusema Simba, kwa sababu kila mtu ambaye nikikutana naye ananiambia kwa mimi ni mshabiki wa Simba, mimi hivi. Hata kwenye wachezaji ambao nimecheza nao Kenya, wapo wa Simba, wanaipenda Simba kabisa. Kwa sababu mimi naenda Kenya, naenda hiyo polisi, yani nilikuwa so mgeni tena, kwa sababu ilikuwa watu wananijua kabla hata mimi sijaanza kufika huko. Kwa hiyo nilipofika, kwa sababu ni wanafuatilia hivyo vitu. Na wachezaji wa Kenya 100% wote niliwasikia wanatamani sana kuja kucheza ligi ya Tanzania. Yes. Oh yeah. Ukikutana na comment mtu anakuambia kwamba Awesu ameshuka kiwango, uoga unaichukuliaje? Anaichukulia kama yeye mwenyewe alivyosema, kwa sababu kwenye comment 100% ya watu wengi wanakuja kucomment hivyo. Wengine wanakuwa ni watu ambao wana motivate ufanye nini, wanajua ule uwezo wako, lakini wanakuona umeshuka. Lakini watu wengine wanakuwa wanaona mechi moja alafu hawakufuatilia, wanakuja wanakuja kufuatilia mechi nyingine. Kwa hiyo mchezaji,
kuna mechi utaingia, itakuwa ni siku yako, yani utacheza mpaka wewe mwenyewe ushangae. Lakini kuna siku utaingia itakuwa sio siku yako, yani kwenye mpira hiyo ipo. Yes. Kwa hiyo yani mtu anakufuatilia mechi moja afu anakujaji, anakufuatilia mechi moja afu na sio kila mchezaji ambaye anakosa nafasi kwenye timu fulani ndio inakuwa kiwango kimeshuka. Hapana, inakuwa ni muda tu wa nafasi, na hamwezi kucheza 20 wala 12, nacheza 11, wengine wanatakiwa. Kwa hiyo chaguo la mwalimu anakuwa wale kwanza. Kwa hiyo mimi kila comment nachukulia. Yes. Unaona hata kama mtu kama huyo unaweza kumdm ukaambia umeniangalia lini, yani anabadilisha mada kabisa. Mtaalamu vipi? Yes, yani anakuwa hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao tayari mshazoea. Ukikutana na comment ambayo inasema kwamba sababu moja ilofanya Awesu atoke KMC kwenda Simba kwa sababu by that time pia kulikuwa na migogoro pale, kulikuwa na maneno mengi sana. Kiwango pia kilihusishwa pale. Hizo zinakuwa zina ukweli kiasi gani? Na ile migogoro kwa wasiofahamu ni kitu gani ambacho kilisababisha? Kama unajua hivyo mchezaji ni kucheza. Mimi kipindi nipo KMC nilikuwa napata muda mwingi wa kucheza. Kwa hiyo ukianza kucheza taratibu ukicheza unakuwa unatoa kile kitu chako chote ambacho uko nacho, na ndio maana unahusishwa na vitu kama hivyo. Mgogoro ulikuwepo kwa sababu nilikuwa bado nina mkataba na KMC. Yes, nilikuwa nina mkataba, lakini kwenye mkataba kuna vipengele ambavyo mimi naweza kuvifanya ule mkataba ukavunjika. Yes, nikaununua mkataba wangu. Yes. Kwa hiyo nimenunua huo mkataba kama sheria inavyosema kwenye mkataba, lakini mambo yakawa mengi kwa sababu na kuna kipengele kingine inasema kuwa unaweza kununua mkataba lakini kama waajiri wako wakiridhika na wewe. Kwa hiyo mimi nimejaribu kununua lakini wao hawakuridhika na mimi kununua mkataba. Yes. Hapo ndo mbilinge. Hapo ndo mbilinge kwa sababu unajua hakuna mchezaji ambaye hataki kucheza timu kubwa. Na kila mchezaji anapambana ili afikie kiwango ambacho yeye mwenyewe malengo ya wachezaji yani asilimia kubwa ya Watanzania ni hivyo, kwa anaweza kuwa anacheza huko chini akataka kufika juu hapo Tanzania, lakini akafika ile timu ambayo anaweza kusema yes, mimi nimepigania nifike hapa. Alafu hapo ndo utapigania. Bongo kuna wachezaji wengi sana wakali. Ukipita huko kwenye kona kwenye mastori watu wanazungumza wachezaji wengi sana. Ni mchezaji upi kwako ni bora wa muda wote? Mchezaji bora wa muda wote kwa Bongo yani wa ndani au wanaokuja? Wa ndani. Wa ndani wako wengi. Mimi nataka kama wako wengi nitajie watatu ambao wao ni bora wa muda wote. Kwangu mimi bora wako wengi, wengine nitakuwa na wazulumu kuto kuwataja kwa sababu watatu wadogo, lakini wako wengi kina Babu Kaju, Abubakar Shwaboy, Faisal Salum, Feitoto. Yes. Wako wengi. Mudathir Yahya Abbas. Wachezaji ambao kila siku ikitokea umemalizana na polisi Kenya. Ushamalizana nao. Sasa hivi uko huru? Hapana, bado ni mchezaji wa Simba. Okay. Kwa kule ulienda nilienda kwa mkopo. Of course. Okay. Hapa sasa ndo unapata kuelewa kwamba sometimes kumbe na mkopo ulikuwa ni muda gani? Miezi 6. Okay. Kwa hiyo tumerudi Bongo. Na kurudi Bongo manake ikitokea upande wa pili watu wakarusha kete zao wakahitaji saini yako kwa maana ya Yanga, nafasi hiyo inakuwepo au bado kuna vitu mimi ni mchezaji ni kama mfanyabiashara, ila mimi nipo kwenye taasisi ambayo yani sitaki kwanza niseme vitu kama hivyo kwa sababu niko kwenye taasisi na kuna mkataba ambao unanibana kuongea. Yes. Kwa hiyo nadhani utakuwa ushaelewa. Kwa hiyo niko na mkataba na taasisi kubwa, kwa hiyo siwezi kusema hivi na, lakini mchezaji ni mfanya biashara. Yani kila sehemu unaweza kumuona hapa, unaweza kumuona kule, na ndio maana nikatoka hapa nikaenda Kenya. Yes.
Kwa namna ambavyo ligi inavyoelekea sasa hivi na ilivyo msimamo, Simba imekuwa mawapi? Nini changamoto? Sababu tulikuwa tunatarajia tuwe mabingwa. Changamoto zipo, yani kwenye kazi zetu sisi changamoto zipo. Huwezi kujua kuna mambo mangapi nyuma, lakini unaiona timu, wewe ukiiona timu unaiona inacheza vizuri na inashinda. Kwa hizo mechi ambazo alizikosa kati ya hizo za nyuma walofungwa labda au walosuluhu, ni mechi ambazo tayari ndo ziliwashushia hizo pointi. Lakini ukiangalia sasa hivi alokuwa yuko juu hataki kupoteza, na yeye yuko chini hataki pia kupoteza. Ndo ataenda hivyo. Kuna muda unajutia kwa kutokuwa kucontribute kwa namna moja ama nyingine. Pengine mchango wako ungekuwa uko pale kwa 100%, labda Simba sasa hivi tunavyozungumza ingekuwa namba 1 na ongoza ligi. Mimi kila ninachokifanya katika maisha yangu siwezi kujutia, kwa sababu mimi naamini kwenye Mungu. Sehemu ambayo naweza kuwa, kama Mungu hataki uwe hapo, unasogea sehemu nyingine. Huenda ningekuwepo labda ningekuwa kitu kingine, au ningekuwa sipo huenda ingekuwa kitu kingine hivyo hivyo, lakini mimi sidhani kama ndo mimi ningeweza kufanya kitu kikubwa zaidi hapa. Na kile ambacho nilichokuwa nacho nilishawahi kukionyesha msimu uliopita na Watanzania wamekiona. Kwa hiyo yani haikuwa na nini yoyote ya kusema mimi ningekuwepo ningefanya hivi, hapana. Walokuwepo wana uwezo sana. Yes. Kwa hiyo yani kama mchango wangu ungekuwepo, lakini sio kwa asilimia ambao watu wapo. Walokuwepo wachezaji wazuri sana sana na wamepata nafasi na wameonesha na Watanzania wameona. Kwa hiyo sijai kujutia au sijai kusema ningekuwepo mimi ndunge, hapana. Bongo kumekuwa na mvutano sana, maneno mengi ya wasemaji, msemaji huyu wa klabu hii na nini. Nataka kujua Kenya pia wana huo utaratibu? Wasemaji wapo wasemaji. Kwa nguvu kama ile walikuwa nao wa Bongo? Hapana. Ligi ya Kenya kuna kipindi na nilivyosikia story ishawahi kufungiwa. Nakumbuka. Kwa hiyo yani ndo sasa hivi ndo wenyewe wanataka kulita juu. SportPesa anatia hela, Azam nahisi ataenda sana kupush. Kwa hiyo na wao lakini sio kama Tanzania. Tanzania iko kidogo. Bongo Flava kuna wasanii Diamond, kuna Alikiba, kuna Harmonize, kuna Mario, Rayvanny na wengine. Msanii gani yupo kwenye playlist ya Awesu kwa saa nyingi zaidi? Ali Saleh. Alikiba. Kwa nini Alikiba? Kuna wasanii wengi sana. Wote mimi nawasikiliza. Tena mimi hasa nasikiliza wasanii wa Singeli ndo sana. Lakini nyimbo za Ali, hata Nasibu nyimbo zake mimi nazisikiliza. Hamo tunasikiliza. Mimi napenda kitu kizuri. Yani vitu vizuri nasikiliza sana. Nimekwambia hivyo kwa sababu Ali Saleh ni mtu ambaye yani anakuwa time nyingi nakuwa namsikiliza, mpaka nikikaa naye nakuwa namsikiliza hivi akiwa anaimba bila hata akiwa yuko studio. Yes. Ni mtu ambaye nakaa naye. Kitu gani upendi kwa Bongo Flava? Kitu ambacho sipendi mimi ndo hivyo ambavyo yani na wao hawawezi kufanya bila ya hicho kitu. Ambacho ni nini? Yani kupush vitu alafu kwa ujue kuna watu wengine hizi wanasema kike nyingine zinakuwa sio nzuri, yani sio nzuri kwa upande wao, lakini wanafanya hivyo kwa sababu yani mtu apewe time. Wewe ukifanya kitu kizuri haihitaji kike. Yes, yani hicho tu ndio nakuwa namshangaa msanii, mbona anafanya hivi na kitu chake kizuri tu. Yes. Bwana za ndani kabisa. Inasemekana kuna mchezaji mmoja wa klabu moja kubwa ana date na dada wa mtandaoni maarufu. Na ndio sababu pia kiwango kinashuka. Mimi nataka unielekeze leo. Ni kweli kwamba mtu ama mchezaji akijihusisha kwenye mahusiano na mwanamke ama mdada ambaye yupo kwenye ni socialite, kiwango kinaweza kikashuka? Na sababu zipi zinaweza kupelekea mtu ama mchezaji kushuka kiwango? Mimi kwenye sio muumini wa vitu hivyo, lakini wala sina utibabu labda unini, lakini mimi sidhani kama
ukiwa na mahusiano eti ndio kiwango kinaisha. Hapana. Ila kuna kipindi wachezaji wenzetu wanavyotuzidi, unajua kuna kipindi cha starehe na kuna kipindi cha kazi. Sisi sasa wa Afrika tunashindwa kuviweka hivyo vitu viwili pamoja. Yes. Kwa hiyo yani tunachanganya muda wa starehe, tunachanganya na kazi, wa kazi tunachanganya na starehe, ndio inakuwa hivyo. Lakini mchezaji ukiwa na starehe nyingi ndio inakuwa hivyo. So mwili nao unachoka. Muda wa kazi unakuwa umechoka. Yes, lakini sio mwanamke eti mwanamke ndo akufanye wewe, hapana. Kuna madokta wanasema unaweza kulala na mwanamke wako ukaenda uwanjani na ukacheza vizuri. Yaani hamna kitu ambacho unasema eti mwanamke ndo anafanya wewe ucheze vibaya au ushuke kiwango, hapana. Ila ukizidisha starehe, yani wakati wa kazi wewe uko kwenye starehe tu. Wakati wa kazi unaweka kidogo kuliko starehe. Kwa mwili kuna time unatakiwa kupumzika, kurelax, lakini muda wa kupumzika wewe unaenda kwenye kustarehe. Na kazi yetu sisi inahitaji nguvu. Kwa hiyo zile nguvu ambazo ulizozipoteza kule ukija huku unakuwa unapoteza. Yes, lakini starehe yako kubwa ni nini? Kukaa ndani kucheza PS, kucheza game napenda sana. Hiyo unakuwa mwenyewe au unawashikaje? Ya vyovyote, lakini napenda sana kucheza game. Na ndio kitu ambacho kimeniweka sana Kenya. Unajua Kenya ilikuwa sitoki kabisa. Yaani nikimaliza mazoezi narudi home. So huna sehemu ya kuzururia, huna sehemu ya kwenda, yani wewe upo tu. Kwa hiyo unatoka hapo, labda unaenda kwa washikaji, kuna ofisi fulani inaitwa Doha. Yes. Kwa hiyo tunaenda hapo Doha, tunakaa, unarudi nyumbani. Hauna sehemu nyingine ya kwenda. Yes. Wanasema wachezaji mpira wengi wanakuwa na pesa sana. Kiuhalisia tu, Aweso anaweza kawa na utajiri wa kadiriwa kuwa na shingapi. Sasa utajiri huo wa kusema kwa mchezaji huo, yani hakuna hata mchezaji huo anaweza kukwambia mimi utajiri wangu ni milioni 100 ngapi sasa. Unajua sisi wa Tanzania wachezaji wazawa tunakuwa ndo tunatoa familia zetu tunakozitoa, yani tofauti na wenzetu. Unajua wenzetu wanacheza mpira kwa kufikiria tu mpira, hafikiri kitu kingine. Lakini wewe utaweza kupigiwa simu na shangazi anataka kitu fulani, jomba hata unakuwa una kiasi chako ambacho lakini sio ile ya kukadiriwa bwana ule utajiri wake kama tunavyomkadiria labda Elon Musk au Messi. Hakuna kitu kama hicho. Hamna. Yaani hamna mchezaji ambaye anaweza kukwambia mimi sasa hivi kwenye akaunti yangu kuna milioni 200. Mtanzania mzawa. Yaani ngumu. Tunapata riski, unaweza kukaa na milioni 20, 30 kwenye akaunti yako, milioni 10. Hivyo yani hivyo vipo. Kwa sababu unaweza kufanyia kitu chochote, milioni 7, lakini mtu anakuambia nina milioni 200 kwenye akaunti yangu, sijui hapana. Mwisho wa siku unaingia kwenye mitandao ya kijamii unaomba msaada upelekwe sehemu fulani. Na huku ushasema bwana mimi nina kitu fulani. Mimi ni doni, mimi nina pesa. Na ndio maana kuna wasanii walishawahi kuongea kama hivyo, nitawahifadhi majina. Waliwahi kusema kuwa akitoka msanii fulani kwa pesa napata mimi. Lakini mwisho wa siku anaingia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye comment za watu anaomba msaada apelekwe India akatibiwe. Kwa hiyo vile inakuwa so vitu vizuri. Yes, hata mimi kama nitakuwa ninacho, yani siwezi kuja kukaa hata hapa nikakwambia mimi nina kiasi fulani cha hela. Tupo kwenye msimu wa kombe la dunia. Nataka tumalize utata wa nani bora kati ya Ronaldo. Mimi huwezi utata huu huwezi kumaliza kwangu. Nataka tuone mawazo yako na let's say kwa namna ambavyo game zinaenda sasa hivi, unafikiri nani anaweza kawin kombe la dunia? Mimi sinashabikia timu moja tu, kwa hiyo nitakwambia ni timu yangu. Ambapo ni timu gani? Argentina. Basi shajua kwamba jamaa yeye shabiki wa Messi, shughuli imeisha. By the way, nashukuru kwa time yako bro. Labda kama una chochote kile cha kuambia wa Tanzania, this is your chance. Hamna, sina kitu cha kuambia Tanzania. Kitu cha kuambia yani wasupport vijana wao. Yani wasupport vijana wao kwa sababu bila wao wanaweza wasifanye kitu chochote. Wao ndo
matajiri wakubwa ambao wanaweza kumuinua mtu hapa kumpeleka kule. Wala mtu akikosea wasi unajua tunachokosea Tanzania, hujui maisha ya mtu, lakini unaweza kutoka ukaenda kumtukana labda ukamfanyia hapana. Mfate si kuna mitandao ya kijamii wanajua, yani huyu mtu fulani, kama una kitu chako mwambie. Usiwe na ile, kwa sababu ule mimi naita ushamba, eti unaenda kwenye akaunti ya mtu unamtukana, wewe sasa hivi na hivi na hivi. Kama unataka kumshauri, si umfuate DM zipo, si mwambie bwana, ndugu yangu hivi na hivi na hivi, unapitia changamoto gani? Unajua sisi hatuonekani kama tunapitia changamoto, tunaonekana maisha mazuri kwa sababu Aweso anaendesha gari, sijui anafanya hivi, ndo anaonekana hana shida. Kwa nini hana shida huko afu huko anafanya vibaya? Mfuate, muulize, ndugu yangu na changamoto gani? Hakuna mtu ambaye wana machangamoto mengi kama wachezaji mpira, ndugu yangu. Changamoto nyingi sana. Na alhamdulillah sasa hivi tunashukuru, kwanza hii ligi yetu imeleta utaratibu ule wa timu wa kupata pesa. Lakini mimi nishacheza Mwadui huko. Nishacheza Mwadui, mnalipwa mwezi huu, miezi miwili amulipwi mbele. Mnalipwa 3 4 amulipwi. Yaani hivyo. Kwa tushaacha mapesa mengi sana kwenye matimu ambayo tuliwahi kuchezea. Mimi sasa hivi hapo ukiniuliza ulishawahi kuacha pesa ngapi kwenye matimu ambayo ulishawahi kucheza, naweza kukuambia hata nafikisha hata milioni 80. Nishaziacha. Ni kwa sababu tu nataka uende tena. Mbali zaidi. Kwa ndo hivyo. Kwa hiyo Tanzania wasiwachoke watu wao, wa support. Kama kuna mtu anamuuma mtu, anamfuata, anamwambia. Maana kuna watu ujue wewe huwajui, lakini wanamnisha wewe kukutana na mtu, yani kaniona hivi anatetemeka, mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa. Wewe unatetemeka nini? Yani kakuona tu. Watu kama hao wanakuwa na upendo. Kwa hiyo ukimdisappoint kwa uwanjani, yeye hatakiwi kuja kwako kutokana, anatakiwa pia afanye utaratibu wa wewe kukupata na kupata vipi, akwambie kitu ambacho anajisikia. Brother, mimi nashukuru kwa time yako. Asante sana. Ilikuwa poa sana.